Daktari, biashara yangu mbaya ujue. Yaani biashara yangu haieleweki kabisa. Yaani unajua biashara ni mbaya. Bwana, wagonjwa wenzako wakija hapa hospitali huwa wanakuja kukaa hapa kwenye kiti tunaongea vizuri. Wewe mgonjwa gani? Afu wewe ni mgonjwa kweli? Mbona unakuja unasema mambo ya biashara hapa? Hii ni hospitali ujue. Basi sawa, ngoja nije nikae hapo kama wagonjwa wakija huwa wanakaa. Bwana, karibu ukae tuongee vizuri. Mimi ni daktari na hii ni hospitali. Sasa nimeshangaa nimesikia unasema biashara mbaya, umenichanganya ujue. Kweli, kama nilivyokuambia toka mwanzo, mimi biashara yangu ni mbaya. Ndio maana nimekuja kwako ili tuongee vizuri. Biashara ni mbaya upande wangu. Kijana, hii ni hospitali, sio sehemu ya biashara. Hapa ni sehemu bwana ya kutibia watu. Au wewe biashara yako nini? Unauza dawa ili watu nikiwaambia wanaumwa niwaelekeze waje dukani kwako wanunue dawa. Sasa umeona, yaani wewe ni daktari sawa na hii ni hospitali. Kuna watu huko tunategemea wewe ili biashara zetu ziende vizuri. Alafu mimi siuzi dawa. Yaani mimi nimekuja biashara yangu nyingine. Biashara yangu haijaenda sawa, ndio maana nimekuja. Biashara haijaenda sawa? Kijana, unanishangaza ujue. Kama niambie ni biashara gani? Yaani hiyo ni biashara gani ambayo wewe unaifanya ambayo sasa hivi haijaenda sawa mpaka unahisi mimi ni msaada kwako umekuja kwangu kijana? Kiukweli mzee wangu, nisiwe muongo. Yaani daktari, mimi nauza zangu majeneza. Huu ni mwezi sasa. Sijauza jeneza lolote. Sasa sijui watu hawafi au kuna mtu mwingine kafungua majeneza yake hapa anauza. Hapana kijana. Hamna mtu ambaye amekuja hapa amefungua kuuza majeneza. Ila umenishangaza ujue. Kwa watu hawafi, wewe unataka watu yani wafe ili upate hela. Uuze zako majeneza. Ujali maisha ya watu. Mimi maisha ya watu huwa nayajali tena sana. Ndio maana sasa hivi majeneza yangu natumia mbao ngumu kuyatengeneza na wajali. Afu mbona nimeenda kule mochwari mlinzi kanikataza kuingia. Yaani mochwari mmeweka mlinzi. Yaani wewe kijana upo kibiashara zaidi. Umeamua utumie na mbao ngumu. Afu kule mochwari tumeweka mlinzi kwa sababu ya ulinzi. Sawa, mmeweka mlinzi kwa sababu ya ulinzi. Sasa ulinzi mochwari mnaweka yani mnalinda nini? Sisi tutaiba maiti au? Hatujasema mtaiba nini. Ila hii ni taasisi, hii ni hospitali kubwa. Kwa hiyo hapa tunaweka ulinzi kila sehemu. Tunahakikisha kila kitu kilichokuwa hapa kinaenda vizuri kijana. Kwa hiyo maswali yako kuhusu mlinzi wetu hebu mwache. Na mwenyewe yupo kazini pale anapata hela ujue. Basi sawa, mlinzi wenu anapata hela. Mimi biashara yangu ni mbaya, nimekuja kuongea na wewe. Majeneza hayauziki sasa hivi. Sasa unanisaidiaje wewe kama daktari? Yaani unanisaidiaje? Ona sasa wewe kijana, jinsi unavyokuja kuomba msaada wa ajabu hadi unakuja kukosea yani. Yaani unakosea hadi kuomba msaada. Ila kwa kukusaidia mimi nakwambia tu, wanajisaidia chooni. Yaani kwenye hivyo kujisaidia tu, weza kwa wanajisaidia huko chooni. So hapa Dokta, yule mgonjwa mzee hali yake imekuwa mbaya sasa hivi. Uwezi amini mapigo ya moyo wake yamepungua na anapumua kwa shida ujue. Bwana nesi, ni mgonjwa gani huyo ambaye unamwongelea? Yaani ni mgonjwa yupi huyo? Manake mimi wagonjwa hapa nawajua, ila huyo ni yupi? Ni yule mzee wa miaka 100 na hisi atakuwa na miaka 105. Kwani hujakumbuka yule mzee mgonjwa aliyeletwa na mke wake jana usiku? Basi sawa bebea. Kama ndio huyo mgonjwa ambaye aliletwa jana yule mzee, hapo mweke mashine ya kupumulia ili naye apumue vizuri. Halafu mnamboost na kashoti kidogo kama moyo kashtuke. Mashine ya kupumulia tumemwekea tayari, lakini pia hadi shoti tumempiga nayo. Ila hali yake ipo kama ambavyo nimekuambia dokta. Sasa nesi, si unipeke kwa huyo mgonjwa nikampime futi zake, yani urefu wake upoje? Au wewe mwenyewe urefu wake unaujua, unene wake, unitajie chap hapa niingie kazini. Kijana,
Kwa ushaona hili ni diri kabisa, na unataka uone kabisa ukampime. Sijui ujue futi zake, urefu wake, unene wake. Kijana. Kweli kabisa mzee wangu. Kwa umri mlotaja miaka 100 na huyo haponi. Yaani mgonjwa kabisa anapumulia mashine afu mapigo moyo yashapungua. Huyo ni mteja wangu kabisa. Msinifanyie roho ya uchoyo. Mnipe nikampime jamani. Kijana, sasa mimi nakuhakikishia huyu namtibu na anapona. Ila ikitokea kutokea ndo nitakwambia. Ila huyu hapa anapona huyu. Huyu mzee sio mara ya kwanza. Kuna kipindi hadi moyo ulisimama ukaa ufanye kazi na akapona. Ni kawaida yake mzee, kwa hata sio mteja. Lakini dokta, tumeongea vizuri kuhusu biashara yangu kwa ni mbaya. Na unajua kabisa huu ni mwezi sijauza chochote. Nimekuja hapa na kuomba msaada, unanikataa. Kweli hii ni haki kunikataa? Na mteja kabisa anaonekana huyo hapo. Kwani wewe kijana, samahani, lakini unafanya kazi gani mpaka unataka vipimo vya huyo mzee mgonjwa? Kiukweli bibie, eti bibie, samani. Yaani kiukweli nesi, mimi nauza majeneza. Majeneza aina zote, hata majeneza kutosha wewe hapo. Yaani jeneza kutosha wewe lipo kabisa. Wewe kijana, ebu acha utani wako basi. Yaani una hadi jeneza la kunitosha mimi? Kweli, jeneza kutosha wewe lipo, tena hadi la bedi sofa ukitaka yani. Si unajua kama vitanda vya bedi sofa, sasa mimi nakutengenezea jeneza la bedi sofa, lipo size yako. Kijana, nishakwambia huyo mzee atapona. Yaani hapo hamna mteja kabisa. Huyo mzee anapona na anakuwa mzima tena. Sijakataa kama huyo mzee atapona kabisa. Ila nipo hapa kuchukua oda yake. Nataka nikamtengenezee kitu kizuri, kitu quality, kitu ambacho hata yeye mwenyewe atapenda huko endapo. Kijana, aende wapi? Nishakwambia huyo anapona. Aende popote pale. Basa, huyo amepona, nimemkosa. Lakini wewe si una familia, yani una mke na watoto? Ndio, tena na watoto wawili, na mke naye. Na mke na watoto kijana. Sasikia, tufanye biashara. Kwenye hiyo familia yako nipe oda ya majeneza. Yani nitengeneze majeneza ya wewe na watoto zako, au nasemaje? Kwa hiyo unataka kuniambia wewe umetengeneza hadi majeneza ya watu wazima ambao hawajafa bado? Mimi natengeneza majeneza ya watu wote. Yaani ukitaka jeneza mimi nakutengenezea, unaenda unalihifadhi wewe. Siku ukitaka kulitumia unalitumia, ila mimi natengeneza tu. Sawa, unatengeneza majeneza, ila huo ni uchawi sasa. Kuja kuwauzia majeneza watu walio hai. Hapana, sio uchawi. Mimi najali sana wateja wangu. Kwa hiyo hata wewe nikakutengenezea hilo jeneza la bedi sofa, au unataka jeneza la kawaida tu hivi? Hapana, mimi ni mzima wa afya na sitaki hilo jeneza lako. Afadhali hata umemkataa huyo kijana. Huyo kijana anatuletea habari za kichawi. Anataka tuuze majeneza na tupo hai. Hapana, sio uchawi. Tena nyie mlokuwa hai na wapunguzia kabisa yani. Nyie mlokuwa watu wazima na wauzia majeneza kwa bei rahisi, sio kama wale walokufa. Na wapunguzia bei kwa kuwa mtatumia baadaye. Biashara ni kuwekeza, na nyie mnawekeza, msiwasumbue watu mkifa. Tayari mtakuwa na majeneza yenu. Kijana, nakuomba utoke hapa hospitalini. Rasivyo na kuitia polisi. Anawe unatutishia amani ujue. Na kuitia polisi. Uondoke hapa haraka kabisa. Mimi hata ukinitia polisi sitakuwa nakosa, kwa sababu mimi nimesajiliwa kiserikali na ninalipa kodi, na nimekuja hapa kutangaza biashara yangu. Biashara ni matangazo ujue. Sawa, biashara ni matangazo. Basi mimi nakuomba uondoke, maana ushanitishia amani. Mwenyewe hapa naogopa, naona kufa kabisa. Ondoka basi, tuache kwa amani hapa. Sawa, mimi naondoka kwa amani kabisa. Ila mimi nakwambia hii ni biashara kama biashara nyingine. Wewe unaogopa kufa sasa hivi, tambua kwa sehemu mtu unakomaa kwa ajili ya jeneza lako. Tutakutana.